Habari za leo ndugu zangu. Leo tunazungumza kuhusu swali muhimu sana, mwanaume wa kweli ni nani? Watu wengi wanaamini kuwa mwanaume wa kweli ni yule mwenye pesa nyingi, gari la kifahari, nyumba kubwa au anayeogopesha watu. Lakini ukweli ni kwamba hayo sio yanayotuma mwanaume kuwa wa kweli. Mwanaume wa kweli hujengwa na tabia, maadili na matendo yake. Kuna msemo unasema, heshima ni bora kuliko utajiri. Unaweza kupoteza pesa, lakini ukidumisha tabia njema, watu wataendelea kukuheshimu maisha yako yote. Mwanaume wa kweli hubeba wajibu wake, hawakimbii matatizo. Akifanya kosa hasemi ni makosa ya watu wengine, anasema nimekosea, nitarekebisha. Wanaume wengi hutafuta wa kulaumu, serikali, wazazi, marafiki na bahati mbaya. Lakini mwanaume wa kweli husema maisha yangu ni jukumu langu. Mwanaume wa kweli anaheshimu watu wote, hamheshimu tajiri pekee, hamheshimu bosi pekee, anaheshimu kila mtu, awe maskini au tajiri. Heshima ndiyo msingi wa utu. Ukimupa mtu heshima leo, kesha atakukumbuka kwa wema. Mwanaume wa ukweli hutimiza ahadi zake. Watu wengi huahidi mambo mengi, lakini hawatimizi. Mwanaume wa kweli haongei sana, lakini akitoa neno lake anatimiza. Ndio maana watu humwamini. Kumbuka, ahadi ni deni. Mwanaume wa kweli anapenda kufanya kazi, hasubiri maisha yabadilike yenyewe. Anajituma kila siku. Mafanikio yanatokana na juhudi, si bahati pekee. Hata akianza kazi ndogo, hafanyi aibu. Anajua kuwa kila mafanikio makubwa huanza na hatua ndogo. Mwanaume wa ukweli anajitawala. Kuna watu watakukosea, wengine watakutukana, wengine watakudharau, lakini mwanaume wa ukweli hafanyi maamuzi akiwa na hasira. Anajua kuwa hasira za dakika moja zinaweza kuharibu maisha ya miaka mingi. Nguvu si kupigana, nguvu ni kujitawala. Mfano, wanaume wawili wametukanwa, mmoja akaanza kupigana, mwingine akatulia kaondoka. Baadaye aliyepigana kaishia gerezani, yule aliyetulia kaendelea na kazi yake. Hapo ni nani alikuwa na nguvu zaidi? Upande wangu ni yule aliyeweza kuzizuia. Ujumbe kwa wanaume: ukitaka kuheshimiwa na dunia, anza kujiheshimu. Ukitaka familia ikuheshimu, kuwa mfano mzuri. Ukitaka watoto wako wakufuate, waonyeshe kwa vitendo, sio kwa maneno. Watu hawaamini unachosema pekee, wanaamini wanachokiona ukifanya kila siku. Jiulize, je, ninawajibika kwa maisha yangu? Je, watu wanaamini neno langu? Je, nawaheshimu watu wote? Je, ninaweza kujitawala ninapokasirika? Kama jibu ni hapana kwenye baadhi ya maneno, leo ndio siku ya kwanza kujibadilisha. Hujijenga kila siku kupitia maamuzi sahihi, nidhamu na tabia njema. Subscribe.